Lakini naendelea kuwapongeza pia mkurugenzi na timu yako ya kwa idara, Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako lote kwa jitihada zilizofanyika mwaka wa fedha uliopita 25-26 katika ukusanyaji wa mapato. Hongereni sana. Tusipowapongeza tutakuwa sasa sisi hatuna fadhila. Tutakuwa tunabakia kulaumu kila wakati watu tunajituma. Hongereni sana. Na waomba tushikilie hapo. Tunamaliza mwaka uliopita, sasa tunapoanza basi ile kasi tuliyokuwa tumemaliza nayo tuanze nayo. Tusonge mbele. Tunatamani kuona sasa sio 86% bali tunaenda asilimia juu zaidi. Mnapoinuka mnainua mkoa unakuwa uko viwango vingine. Tunawashukuru na tunawapongeza sana. Hongereni. Kwenye mapato amesema alitoa maelekezo kwamba tunapoenda kutekeleza bajeti ya mwaka wa fedha 2026-27 kila mwezi tuhakikishe tunakusanya 10% ya ile bajeti ambayo tulikubaliana, ili tusije kaingia kwenye tatizo ambalo tulipata la mwaka wa fedha ambao umepita. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nawataka kila mwezi tukusanya angalau 10% ya ile bajeti ambayo tumejipangia kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Sisi wote tuko kwenye hili baraza tukipambania halmashauri ya wilaya Mpwapwa. Vyanzo vyetu sisi vya mapato tunajua ni mazao. Lakini wakati huo tunaangalia yani tufanye nini ili tuwe na vyanzo vya uhakika. Tulipouza viwanja yani vimetuboost, tulipata kama milioni 100 hivi katupeleka. Kwa hiyo hapa tumeshaona kwa viwanja kumbe ni mtaji mzuri sana wa kutufanya sisi tunyanyuke. Kwa hiyo sisi kama halmashauri, kama wataalamu tumeshaleta mipango mbalimbali ya kuhusiana na swala zima la ardhi. Basi tutapambana tuweze kulipa fidia, kutoa maeneo mbalimbali ili tupime tuweze kubusti mapato yetu, lakini vile vile tuwe na maeneo ambayo yamepimwa rasmi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tukipambana kwenye ile eneo la ardhi na uhakika yani mapato yetu itapanda. Bado wanataka tuongeze nguvu kwenye makusanyo. Na mimi nitumie nafasi hii ni waombe wote kwa namna mlivyojipanga tuongeze nguvu ya kukusanya mapato. Tusirudi nyuma wala tusirudishwe. Tuongeze nguvu ya kukusanya mapato kwa namna yoyote ile. Ninaamini hata jana watendaji walisema wanakutana na vitisho vingi, na wengine kutishiwa utakuhamisha, ukifanya ovyo na kuhamisha. Sasa leo naomba niyaseme yafuatayo haya. Mtendaji wa kata atahama kwa sababu maalum, lakini sio amekamata jamaa yako kule alafu unasema ameniuzi anatakiwa aondoke. Tutampima mapato, kama anakusanya mengi maana yake anabaki, kama hakusanyi mapato maana yake anahama. Kwa tunawapima kwa namna hiyo, lakini tumesisitiza watendaji waendelee kushirikisha mipango